Jioni njema mtazamaji, ni tumaini letu kwamba siku yako imekuendea vyema na wiki yako imeanza vyema. Karibu sana kwenye makala yapendayo ya Jukwaa la KTN, ambapo kila siku ya juma tunakuarifu na taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari. Na hii leo mjadala wetu kwenye swala nyeti unajikita katika mazungumzo ya maridhiano ambayo yalitarajiwa kung'oananga hii leo, lakini kuna baadhi ya mambo tu ambayo pande zote mbili hazijaweza kuafikiana kuyahusu, na sasa hivi wako katika mkutano wa faragha katika ukumbi wa Bomas. Mwanahabari wetu Emmanuel To anafuatilia kwa karibu yanayojiri, akituarifu kwamba mojawapo ya mambo ambayo hawajaweza kuafikiana ni kuhusu mazungumzo haya ya maridhiano, kuhusu baadhi ya masuala ambayo yameibuliwa na pande zote mbili ambayo yanaibua utata. Kuna upande wa Azimio umeibua takriban masuala 5, upande wa Kenya Kwanza umeibua takriban masuala 7 ambayo wangependa yashughulikiwe kupitia mazungumzo hayo, lakini hadi sasa hawajaweza kuafikiana iwapo yatafanyika ndani au nje ya bunge. Na sasa hivi wanatarajiwa kuhutubia wanahabari muda usio kwa mrefu au wakati wowote kuanzia sasa. Kwa hivyo pindi tu watakapoanza kuzungumza, tutakuwa tukivuka upande wa pili kule Bomas tuweze kuwasikiza, tukitarajia kusikia wapo wamepata mwafaka wa swala hili zima. Na ndio mada ambayo inatupambia sehemu yetu ya swala nyeti. Leo studioni tuko naye David Alulu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya siasa na uongozi. Asante sana kwa kuwa nasi hii leo. Na vile vile tuko naye Dennis Anyoka ambaye ni wakili na mtaalamu wa masuala ya siasa na uongozi. Asante sana vile vile kwa kuwa nasi hii leo. Kwanza kabisa, hata kabla tujaangazia mbwembwe ambazo tumezishuhudia weekendi, kwamba pande zote mbili hadi sasa hazijaweza kuafikiana kuhusu taratibu za kuweza kusuluhisha utata ambao umekuepo, ni jambo ambalo linakushangaza? Dada Zubeda, kwangu hakuna kushangaa hapo. Samahani, kwa sababu haya masuala ya siasa yako rahisi. Ukumbuke pande zote mbili zilikuwa na misimamo mikali kisiasa. Na ukumbuke upande wa serikali au upande wa muungano wa Kenya Kwanza ulikuwa umesema tangu mwanzo kwamba walishinda kura, hawana nia ya kuongea na mtu yote. Hivi kwamba wamekubali pande mbili kutoa wawakilishi na wakutane na wawakilishi wa Azimio ni kwa sababu ya kusukumwa na upande wa Azimio na masuala ya siasa na mambo ya maandamano ambayo yamekuwa tukiyaona nchini Kenya. Kwa hivyo haikuwa sikutarajia kwamba itakuwa ni mambo rahisi tu. Ingekuwa ni mambo rahisi, pande zote zingekuwa vigogo wa pande zote wangekuwa wameketi pamoja tayari na wamefika mahali kuelewana. Kwa hivyo ni njia tu ya siasa kwamba kutakuwa na kusukumana, kutakuwa na kila sehemu itakuwa na hard stand, lakini mwisho kutakuwa na mahali ambapo watafikiana. Na David, umeona yale ambayo yameshuhudiwa mwishoni mwa juma, vile ambavyo wakili amesema kwamba pande zote mbili viongozi wao wangekuwa na mwafaka fulani, labda ingerahisisha mambo. Tumewaona weekendi hii wamekuwa tu sako kwa bako. Kuanzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili wamekuwa kiandamana pamoja. Hiyo ni ishara kuonyesha kwamba huenda kuna mwafaka, au siku moja tu baada ya wao kukutana kwa msururu wa siku 3 na bado tunaona pande zote mbili bado hazijafikiana. Tatizo haswa huenda linatokana na nini, au yale yamefanyika weekendi ni ile mbwembwe ya kamera tu? Shukrani. Mwanzo kabisa wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Na kusema ukweli, hao viongozi wawili kukutana kwa matanga, kwa macho ya mtu yote unaweza kuona kama ilikuwa ni mkutano, lakini kwa ule mtu ambaye anaelewa mambo ya kisiasa vizuri, utaona kuna kitu ambacho tayari kinaandaliwa mahali pale. Na usishangae sana ikiwa ni kwamba ni platform inaandaliwa ya kuwa na uwiano kwa mambo ambayo yanaendelea. Na hata licha ya kuwa kwamba kunaweza kuwa kunatokea misimamo mikali kwa wale wabunge ambao wameteuliwa kufanya ile bipartisan talks, wengine watakuwa labda hawajafurahia jinsi wanavyoona viongozi wawili wakiwa pamoja, kwa sababu wajua kuna watu ambao wanapenda sana waone viongozi wa upinzani na wa serikali wakiwa wanazozana. Sasa ukionekana kwamba kuna kitu kama mahusiano ya kiamani ambayo tumeona weekend yakifanyika, kuna watu wanaumia, sababu vita kati ya Raila Odinga
na William Ruto, vita vya kimaneno, ni furaha kwa watu fulani. Kuna watu wanapata attention, kuna viongozi ambao wako na umaarufu, lakini sasa wakienda maandamano, huo umaarufu sasa unaongezeka pale. So kutakuwa na wasiwasi ambayo inaanza kuingia watu wengine, na kwa sababu hiyo, kwa sababu watu wana marafiki, watu wanakujuana, naambia bwana sasa kazeni upande wa wabunge, tuoneshe vitu zimekuwa vigumu sana. Lakini sioni kana kwamba kuna jambo ambalo litakuwa gumu kwa haya mazungumzo, hasa tukiona kile mzungu angeita body language ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga na rais wakati walikutana hasa Kasarani baada ya matanga kule Njambini. Walipokutana Kasarani, the body language ilikuwa inaonesha vitu tofauti sana, kwamba hawa watu kuna kitu ambacho tayari kinaandaliwa aidha kwa mawazo yao ama without our knowledge. Nilikuwa naambia rafiki yangu mmoja, nini ambacho wamezungumza baada ya Kasarani sisi hatujui. Na haikuchukua masaa 24 tukaona tena Nyayo pamoja na zaidi ya hapo. So tunatarajia kwamba kipindi kisicho kirefu, kwa wale wanaopenda amani, Kenya ni kama inaelekea mahali ambapo tutakuwa na a neutral environment, mambo yanaweza yakafanyika. Kwa ulingo wa kisiasa, of course kuna kuanga na kufanikiwa na kupoteza. Wale ambao wanakumbuka historia 2018 baada ya Raila kujiapisha, alafu baada ya handshake pale Harambee House na mambo yaliyozidi kutokea pale. So utaona hata ile style viongozi wa Azimio jinsi wanavyo behave, wameanza kuwa kuna kibaridi fulani kinaingia pale. So ni wasiwasi kwamba hii keki ni kama imetuponyoka na ni kama baba anaenda nayo peke yake. Na mtazamaji, wewe binafsi hisia zako ni gani kuhusu swala hili zima? Mbona upande mmoja kuna ishara fulani zinazotolewa na hawa viongozi wawili, Rais William Ruto na kinara Azimio Raila Odinga, na upande mwingine wale ambao ni wakuruba wao waliowekwa kwenye kamati, tunaona bado wanavutana, bado hawajafikiana kuhusu taratibu za mazungumzo haya. Tuelekeze hisia zako, nambari ni 22155 bila malipo yoyote. Tutakuwa tukisoma kauli hizo. Na unajua Bwana Lulu ametaja kitu ambacho kweli dalili imeanza kuonekana, kwa sababu kuna wale labda wanafurahia kukiwa na mzozano, kuna wale ambao kukiwa na huu ukuruba wanaona ni kama huenda tukatengwa. Na alichokisema kwamba hatujui kilichofanyika kule Kasarani au baada ya Kasarani, na nisemi kama hizi ambazo zilijitokeza kabla ama baada ya handshake ile baina ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, wengine anasema hapa tulichezwa, kuna kitu kilifanyika. Na hadi sasa sidhani kuna mtu anaweza sema bayana kilicho afikiwa na hao viongozi wawili wakati wa ile handshake. Huenda ndio kitu ambacho kinatarajiwa kufanyika sasa. Nadhani siasa ni interest. Siasa haina uadui au rafiki wa kudumu. Hivi leo kuna mwanasiasa fulani ambaye si rafiki yako, kwa mfano kuna wakati tumesikia maneno ya kitamkwa na kiongozi wa Azimio ambayo kidogo unafikiria kwamba yeye na William Ruto ni maadui sana, wakufa hawezi wakaketi kwa meza moja. Unamusikiza Rais Ruto akiongea, unafikiria yeye na Raila wakikutana labda kuzakana makofi tu, yani hawezi wakaketi pamoja. Lakini hivi tulivyoona ni mambo ni tofauti, na kuna kibaridi kitaingia wengine, kwa sababu vile mwenzangu amesema hapa, katika siasa kuna casualties wakati wowote, hata kama itakuwa vipi, yani kuna casualty mahali. Kwa sababu tukiwa mambo kama yalivyo hivi sasa, kuna wengine kweli hawangepata umaarufu, lakini wamepata umaarufu kwa sababu wako rally tu, maandamano ni kusimama tu juu ya roli na kucheza na kusalimia watu na kurudi hivyo tu, na wamepata umaarufu wako. Kuna wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba mazungumzo yakianza watakuwa wameangaliwa. Kwa hivyo ukiona historia vile imekuwa kwamba kuna hapa awali ambapo Raila aliongea na mwenzake Uhuru wakati ule, wakapata handshake, wengine wakasema hakuhusishwa kabisa. Kwa hivyo hiyo baridi iko. Lakini jiulize, kayo mchakato mzima wa haya masuala ya Azimio, nani kiongozi wao ambaye ana nguvu na anaweza kuleta Wakenya pamoja? Ni Raila tu. Kwa hivyo hata wakipiga kelele ama wakianza kuwa na baridi, utajiuliza nguvu zao katika siasa ni gani? Kwa sababu pia kuna ile unakuja nao kwa meza, na kama hakuna basi bembeleza mwenzako, mwambie wewe ndiye baba yetu, ndiye mti ambao ni mkuu, sisi tunagema tunakaa chini ya kivuli chako cha siasa, basi usiende utuache iwe ni mambo ya nyumbani. Na itakuwa na athari gani hilo unalolisema kwa Raila Odinga mwenyewe? Kwa sababu vile ambavyo umesema wamekuwa kila moshi wa tear gas pamoja,
wakiwa katika haya maandamano pamoja, wamemwagiwa yale maji wakiwa pamoja, lakini sasa hivi hatujawaona wakijitokeza bayana katika hii mikutano yote. Nakumbuka wakati wa mazishi alikuja akasema kwamba nawaletea salamu na risala za rambirambi za hao wenzangu, lakini hatujawaona katika haya yote. Je, kweli itakuwa na athari gani kwa Raila mwenyewe? Ndiye ana hizo nguvu ambazo za ushawishi unazozizungumzia, lakini athari vile ambavyo wengi udhania kwamba kila wakati anawasaliti. Si mara ya kwanza iwapo itafanyika hivyo. Si mara ya kwanza Raila atasema kwamba amesaliti wenzake. Kwa hivyo na kila mara ukumbuke Raila ni yule ambao watu wanaonelea kisiasa amemalizika, lakini baadaye unamuona ameibuka tena. Anakuwa na marafiki wanamuondoka, unasema kweli amebaki peke yake, lakini ana uwezo wa kupata marafiki wapya na watu kukaa naye. Ila tu angalie kwamba chochote kitakachofanyika iwe kwa manufaa ya Wakenya. Iwapo kutakuwa na handshake ama kuelewana kwa viongozi ni sawa, lakini wasielewane kwa manufaa yao binafsi. Iwe kwamba pia Wakenya wale walikuwa wanapewa tear gas pale, wacha viongozi. Kuna wale Wakenya kweli waliamini, wakasikiza, wakasema gharama ya maisha imepanda sana, tunapigana juu ya hilo. Izio kwamba hayo masuala yamepotea sasa. Imekuwa ni handshake, imekuwa kwamba huyu sasa Raila amepewa, ama viongozi wote wale wote wanaweza pewa hata viti au vyeo na wapewe mali, lakini izio kwamba mwananchi amebaki nje, hajaangaliwa, hajakuwa ameshughulikiwa kikamilifu, au mahali atahisi kwamba kweli matakwa yao yamesikizwa. Serikali imeangalia hizo hesabu zote na kuangalia kwamba hayo masuala walikuwa Wakenya wanatoka, kwa sababu Raila mwenyewe bila watu si ana maana. Mtu ni watu, kiongozi yote ni watu. Kwa hivyo Azimio nzima na wale watu wote wako pale wana nguvu zao kutoka kwa wananchi. Wale ambao walijitokeza, Raila anasema kesho ni maandamano, kila Mkenya anaacha, wale Wakenya wengine wanaacha kazi zao, town inafungwa, barabara zinafungwa. Ikaleta hiyo pressure. Kwa hivyo athari kuu ile itakuwa ni kama wananchi wataachwa nje. Lakini kama ni viongozi, nakwambia kwamba viongozi haina kuwa na shida kubwa, kwa sababu watasema tu kwamba labda wameachwa nje, hatujui. Siasa iwapo watabaki nje kama vile wanavyoendelea, itakuwa ni siasa wamepiga hesabu mbaya. Kwa nini? Ukumbuke wakati Raila alijiapisha kama rais wa wananchi, kuna jibu alipeana baada ya handshake kwamba mwenzake Kalonzo yeye alijificha, hakuonekana pale, na kweli hakuenda pale kwa uwanja. Iwa kwamba watu wakaonelea kwamba kweli hata kama ni handshake huyu mwenzake hakuepo. Hao viongozi wameanza kuonekana kama hawajatembea na mwisho wa safari. Kumbuka kale kwa mazishi ya Mama Mkami, ni Raila tu alikuwa pale. Viongozi wengine hawakufika. Hata yule Martha Karua tulifikiria kwamba hapo sasa ndiye angefika nyumbani kwao, yeye ndiye angekaribisha kiongozi wake Raila Odinga, hatukumuona. Hivi weekend yote Kasarani hatujaona au viongozi wengine. Iwapo mambo yatafanyika, na ukumbuke siasa inabadilika na siku moja. Iwapo mambo yatabadilika, basi kisiasa itakuwa ni vigumu kujitoa katika ile public sympathy ya wananchi kwamba huyu mzee ndiye amepigania kweli. Kama nyamkuepo basi alienda akaketi mwenzake na wakaelewana. Na ndio hisia ambazo zimekuwa zikijitokeza tangu haya maandamano yaanze. Wengi wamekuwa wakisema kwamba Raila Odinga haswa na hizi tetesi zote au mazungumzo yote ambayo yanaendelea kweli ni kwa manufaa ya nani? Na ndio sababu swali nataka nikuelekezee wewe Bwana Alulu, haswa kwa mtazamo wako, haya yote yanayoendelea, ndio kumekuwa na maandamano yale ambayo yameshuhudiwa weekend na mazungumzo yanayoendelea, haswa kwa mtazamo wako unadhani ni kwa manufaa ya nani? Wajua siasa za Kenya ni siasa ambazo zimejawa uongo mwingi. Nilikuwepo Kasarani mwaka 2016 September 10 wakati Jubilee ilikuwa inaformiwa, vyama zilivunjwa ndogo na aliyekuwa rais wakati huo Uhuru Kenyatta alisema viongozi wote ambao mko hapa, serikali ni kubwa, msitoke, hata mkishindwa nomination, hata mkianguka kura, tukae pamoja, tutaunda hii serikali pamoja. Baada ya uchaguzi 2017 watu wengi sana wa Jubilee walibaki wanalia, wengine wakawa wanajiuliza. Nakumbuka siku moja marehemu Kalembe Ndile akiuliza, tuliambiwa tuweke vyama kidogo, hata nilizani nitakuwa waziri, sijapewa kitu. So baada ya hapo ikaisha. Juzi tukiandaa uchaguzi wa mwaka jana, pia the same language ilikuwa kwamba nyinyi wagombea wa supporters wetu mkae wote pamoja, tukimaliza tawapatia. Baada ya hapo kila mtu anasahau mwenzake. So siasa za Kenya kiwango kikubwa ni personal interest.
Na utakuta kwamba viongozi wote, na hasa sasa hivi kwa sababu ni upinzani wamekuwa wakiandamana, wakipigwa tear gas, wakati wanapigwa pale ni wote kwa sababu wote wanazungumza. Lakini manufaa makubwa yataenda kwa kiongozi ama kinara wa Azimio. Kwa nini? Atasema mimi ndio niko na support base kubwa. Mtu mmoja alisema wakati walikuwa wanaandaa maandamano kwamba ni mtu mmoja tu ako na uwezo wa kuitisha maandamano na ni mtu mmoja ako na uwezo wa kusimamisha maandamano, which is true. Wakati Raila Odinga alisema maandamano haitafanyika, ilikoma, haikufanyika. Na Raila Odinga akisema kesho wanaenda kwa street, trust you me, wataenda kwa street. So most of these people ambao wako kwenye hii baraza la Azimio, wengi kusema ukweli ni wale watu wanatafuta personal interest na maybe public sympathy, lakini kusema ukweli historia, wale ambao wamekuepo since Raila Odinga akuwe active kwa siasa, wanasema kwamba Raila, kama wakili alivyosema, ni yule mtu ambaye at some point unadhani aka-abandon, amebaki peke yake. Lakini aki-bounce back, ana-bounce in a very strong way. Kwa hivyo, ndio, wanasiasa wanatumia shida za mwananchi kuweza kujipromote. Lakini manufaa yanapokuja, mwananchi hakuangi pale kwa meza. Hili la Azimio na Kenya Kwanza, ukweli kabisa watakaofaidika ni kiongozi wa Azimio na Rais Ruto ambaye anataka akuwe na neutral ground ya kufanya kazi yake, ndio 2027 na akirudi kwa watu akuwe na kitu cha kuambia. So mwisho wa siku itakuwa ni hawa watu wawili watakuwa kizungumza. Ndiposa nilikwambia pale awali, kile kimefanyika tangu Ijumaa hadi leo ni wao wawili tu wanajua. Nani alikuwa anajua kabisa? Mimi ungeniuliza kama Raila Odinga na William Ruto watakaa venye tumeketi hivi, venye walikuwa wameketi Kasarani, ningekwambia haifanyiki hivi karibuni. But imefanyika. Na tukaona jana picha zilipotoka za Nyayo, mimi nikasema hii imeenda. Hii kitu tunamaliza. Hii imeenda, imetupita kabisa. Na hii mambo tumebaki kuona pale Bomas. Mwisho wa siku watazungusha, utasikia wakisema tunarudisha kwa viongozi. Kurudisha kwa viongozi watasema tumefanya uamuzi, hii mambo imeisha. Watu watalia kidogo, ni kama kwa msiba, hauwezi kuomboleza milele. Kwa sababu hata ukiangalia kweli ni jambo la kusababisha, ilikuwa ni lini tangu maandamano yasitishwe? Yamekuwa ni majuma mangapi? Imekuwa ni zaidi ya mwezi nadhani. Yaani hili jambo moja tu wanashindwa kuafikiana, au kweli ndio mpango vile Alulu anasema? Watasema kweli tumeshindwa kusikizana, wacha turudishie hawa viongozi waweze kusuluhisha. Sasa hii mambo ni magumu sana. Na viongozi it's as simple as it is right now. Rais Ruto atashika simu apigie baba, amwambie baba, hawa watu wanatusumbua na hii kitu, mimi najua tunaweza ongea mimi na wewe. Hebu tukutane saa 7 za usiku wakati kila mtu amelala, tu finalize. Kesho asubuhi State House, unaona press wameitwa, anasema inchi tumeamua sasa iende mbele, Ruto na Raila sisi we are brothers. Hivyo ndivyo wanasema actually kwa matanga. Hadi tunajuana. Kila mtu anasema huyu namjua sana, huyu anasema huyu namjua sana. Na watu walikuwa wanacheka. Mimi siko na Raila Odinga ikasirika sababu huyu amesema anamjua sana. So this thing wameijua and they know what is going on. Na mwisho wa siku hii kitu ya bipartisan itaenda collapse na Raila Odinga na Ruto watashake hands na mambo itaendelea. Siku moja nilisema hapa wakati kiongozi mmoja alisema Raila Odinga ashikwe, nikasema Raila Odinga hawezi akashikwa kwa sababu tayari yeye anajielewa kwamba yeye ni powerhouse. Na hauwezi ukaendeleza kitu huyo baba akisema haitaendelea. Kwa hivyo anajulikana na jinsi ambavyo wenyewe wamesema mwisho wa siku lazima amani ipatikane. Na amani kupatikana wao kesho kuongea venye wameshaongea. Amani ishapatikana. Hata hakuna kazi hapa. Inashangaza sana wanasiasa kidogo wanapenda kutupumbaza. Kwa sababu siku moja huyo ni mzee wa kitandawili, kesho ni my brother. Huwa wanapenda sana kutupumbaza hawa viongozi, lakini inaturudisha bado kwa zile salamu za heri za mwaka 2018. Kwa sababu wakati huu kuna yale mambo ambayo yalikuwa yakipiganiwa na nimewasikiza sana hapa, unasema kwamba yule atakayepoteza ni mwananchi wa kawaida. Kuna yale mambo ambayo kweli yanamtatiza. Sasa hivi gharama ya maisha, sasa hivi tunazungumza kuhusu ushuru ambao huenda ukaongezwa hata maradufu. Watu wanazungumza sasa hivi kuhusu bei ya mafuta. Na wengi hutegemea kwamba kukiwa na upande upinzani ambao ni thabiti, hayo yanaweza kufanyika. Na kidogo wakasema kwamba nguvu za upinzani zilididimia baada ya hizo salamu za heri za mwaka 2018. Sasa hivi ndio kila mmoja anataka amani. Ndio kila mmoja anataka mwafaka. Lakini wanapoafikiana kweli
haya mambo yatapata wa kuyazungumzia au tutategemea tu vyombo vya habari? Na rais anaposema kwamba cha muhimu kwao ni kuwa na afisi ya kiongozi wa upinzani ambayo ina nguvu, ambayo inapewa pesa na serikali, kweli itakuwa na nguvu endapo inategemea ufadhili kutoka kwa serikali? Katiba yetu ya Kenya ile ambayo tulifutilia mbali mwaka 2010 nadhani, ni kwamba ilikuwa na ofisi ya upinzani, na ikawa na upande wa serikali kiongozwa na rais, na upande wa upinzani ukiongozwa na mkuu wa upinzani pale. Lakini wa Kenya hawakutaka hilo. Wakabadilisha katiba, ikawa kwamba serikali ina sehemu zake zile. Kuna executive, kulikuwa na legislature, na kuna bunge zetu, kuna judiciary. Na zote zinakapewa mamlaka yake kwa niaba ya wananchi. Na kule parliament ikawa kwamba tuko na bunge aina mbili, kuna ya seneti na bunge kuu. Na wote kwa bunge wote wanatakiwa kuangalia kupiga msasa serikali yenyewe ikiwa inatangulizwa na rais na executive nzima hiyo. Lakini ukiona kama wamedidimia, wabunge hawafanyi kazi lao. Bado wabunge wanajiona kama wao ni mbunge wa serikali. Wewe ni mbunge wa upinzani. Kinyume na katiba na matarajio ya katiba yetu ya Kenya. Na hapo ndio shida iliyopo. Ndipo unaona sasa wanasema basi acha tupate yule kinara wa Azimio ama yoyote kwa atakuwa amekuwa ndiye wa upinzani asukume kwa niaba. Lakini nikuulize, atakuwa na wabunge gani? Yeye atakuwa mbunge ama atakuwaje? Umempa ofisi kweli? Alafu kwa sababu zamani, kwa sababu ukumbuke kwamba bills zote, motion zote zitakuwa kule kubungeni. Serikali itafanya kazi kupitia kwa taratibu na taasisi zile tuko nazo. Na mkuu wa upinzani hata kuwa nayo mamlaka ya kuingia bunge. Bure itakuwa tumeongeza mbunge kinyume na katiba katika bunge letu. Na hatuna hiyo nafasi. Kwa hivyo Mkenya hapa ataumia. Na ni kwa sababu tumepata wabunge ambao hawezi wakafanya kazi yao. Badala ya kufanya kazi yao ambao wamekuwa wamechaguliwa kufanya, wanafanya kazi kufurahisha mtu, kufurahisha rais, kufurahisha mkuu wa upinzani. Si kazi yao kikatiba vile ambavyo inatarajiwa kufukua. Ndio maana Wakenya wengi wanalia wakisema kwamba kweli Raila akipewa ofisi hivi ndio amebaki tu ana sauti ya kuongea, na akiondolewa katika ile nafasi ambayo ako nayo sasa hizi tumpatie ofisi. Swala ambalo umeuliza ni la maana sana, kwa sababu pesa itakuwa ya serikali. Atakuwa na uwezo wani? Serikali ikipenda kwamba isimpe asifanye kazi yake, inamnyima tu hela tu. Namwambia pesa zitoshi, sasa hivyo ile budget haipo. Na hataweza kufanya kazi yoyote hapo. Kwa hivyo Mkenya atabaki bila mtu wa kumtetea. Hivi ile ilivyo hivi sasa. Na ukumbuka hata mwaka kabla ya mwaka 2018. Ukumbuka kulikuwa hii discussion, tunnel of death, kwamba kulikuwa na maji yalikuwa yanatoka sehemu ya Murang'a kule inakuja Nairobi, sehemu hiyo inabaki bila maji. Hayo masuala yaliletwa tu na Mzee Raila. Baadaye alipoingia handshake, hayo masuala yakapotea. Maisha ikaendelea kiwa magumu, wa Kenya tu hakuna mtu wa kuongea, ikakuwa sasa ni siasa, tukaanza historia tofauti, ikakuwa mambo ya referendum, mambo ya zile agenda 9 zilikuwa zimebaliwa na hawa, ikakuwa sasa ni siasa. Ndipo unakumbuka Ruto kabla akiwa naibu wa rais, ilikuwa kwamba wakati ule sasa akaonekana kwa yeye ana sauti ya wananchi, kwa sababu yeye ndiye alipiga lile swala ya kusema tuende referendum tubadilishe katiba. Na ukumbuke katika kampeni zake aliuliza tutabadilisha katiba ama tuongee masuala ya ajira ya vijana, gharama ya maisha imekuwa kuu. Lakini hivi sasa amekuwa kiongozi, hayo tena si masuala. Imekuwa kwamba yule kiongozi ambaye alikuwa anaongea katiba sasa ndiye anaongea masuala ya gharama ya maisha. Kwa hivyo ni siasa tu. Wakenya si kubadilisha katiba ambayo itatusaidia. Si hii handshake itatusaidia. Tukitegemea viongozi hao kama Wakenya hakuna mahali mtaenda. Lazima tuchague viongozi wetu wa bunge ambao wako na nidhamu ya akili, wako na nidhamu ya siasa, wako na knowledge ya kutosha, na wamejitolea kuwa wafanyikazi wa wananchi. Wengi si hivyo. Ndipo sasa baada ya uchaguzi ambao umepita mwaka jana, wengi ambao walikuwa wanaonekana kama kwa Azimio walikimbia kwa Mheshimiwa Ruto. Wameenda pale handshake kusema tutafanya kazi na kwa nini? Wangependa kupata pia sehemu yao. Vile mwenzangu alivyosema, personal interest. Utasema kwamba nilienda pale nikapewa milioni 50. Kwani yaka alikuwa ametoa kwa nyumba ama ilikuwa wapi? Kama ni pesa ya serikali tunajua rais hana hizo pesa kwa pale kwa State House. Ilikuwaje wewe uende leo jioni kesho ambie watu mimi nilivyoenda hivi nilipewa shule fulani milioni 50 nikapewa, zilikuwa wapi?
Mtazamaji, wewe hisia zako ni gani kuambatana na swala hili zima? Mazungumzo ya maridhiano sasa hivi wako Bomas, wanasema bado hawajaafikiana iwapo watafanya yale mazungumzo nje au ndani ya bunge. Tumewaona hawa vinara wawili weekend hii wamekuwa pamoja, wamekuwa wakihudhuria michezo pamoja na kadhalika. Wewe binafsi unadhani mwafaka utakuwa ni upi, au nani hasa wa kufaidika kwa haya yote, na ni vipi wewe binafsi sauti yako inaweza kusikika ijulikane kwamba unayoyataka ni gani? Tutakuwa tukijadili haya, naona jumbe zenu zinaingia, nitakuwa nikizisoma tutakaporudi na kusihi usiende mbali.